tujifunze kidogo kwa habari ya kupokea ujumbe na kwa habari pia ya kutoa ujumbe. Kwa sababu kila ujumbe una maana. Unapokuja mbele za Mungu, unapomwomba Mungu, unapotoa ujumbe, ule ujumbe unaweza ukawa baraka kwa anayepokea. Unaweza ukawa baraka, lakini pia wapokeaje ule ujumbe ili uwe baraka. Kwa sababu mara mingi tunapotoa ujumbe, unaweza ukatoa ujumbe, yule mtu wa ujumbe akawa na mawazo fulani na ujumbe anayetoa, lakini mpokeaji anaweza akapokea akawa na mawazo fulani tofauti na yule aliyetoa. Na ndio maana mara mingi tunapopokea ujumbe inatakiwa tumuombe Mungu ili ujumbe ufike sawa na yule aliyekuwa anatoa vile ilivyo, ili tusitafsiri ujumbe vibaya. Leo tunasherehekea habari ya kuzaliwa kwa Yesu, na habari hii ya kuzaliwa kwa Yesu ni habari nzuri, lakini wengine wanaweza wakatafsiri vibaya. Bwana asifiwe. Hebu kila mtu aseme amina. Wangapi wanafurahia kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu? Mwambie jirani yako, tunafurahia sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Sio kwamba Yesu amezaliwa leo, ameshazaliwa miaka 2000 iliyopita, na amekufa na amefufuka, na tumeuona utukufu wake. Lakini tunapoingia kwenye sherehe ya kukumbuka kuzaliwa, hizi nazo zina maana. Sema amina kwa jina la Yesu. Lakini tukitafsiri ujumbe vibaya, unaweza usiwe na maana. Sema amina kwa jina la Yesu. Sasa huyu ukisoma kwenye Luka 1 mstari ule wa 26 mpaka 38, tunaweza tukajifunza kidogo kwa habari ya kupokea ujumbe, lakini na kujibu sawa na ujumbe uliopokea. Hivi vitu vyote tunavyo vishangilia ni vitu ambavyo Mungu amefanya katikati yetu sisi wanadamu. Kwani Mariamu aliyemzaa Yesu si alikuwa ni mwanadamu? Lakini Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Na alipoingia ndani ya tumbo la Mariamu, hakuingia kwa namna ya mwili, aliingia kwa namna ya roho. Hebu naomba msomaji mmoja anisomee hilo andiko. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyeposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema salamu. Unaona sasa malaika akaleta habari. Hebu tuseme wote, akaleta habari. Lakini huyo aliyeletewa habari ni msichana mdogo, lakini alipoletewa ile habari alijua kupokea ile habari. Hakurudisha habari kwa aliyeleta habari. Maana shida ya watu wengi, Mungu anaweza akakuletea habari ukarudisha ile habari isifike, usitendee kazi. Huyu msichana malaika alipomjilia, alipomletea habari, kwanza alimletea salamu, lakini alipomletea malaika, alipoleta akapokea. Hebu mwambie jirani yako, pokea habari. Mwambie tena, pokea habari. Mwambie basi usikatae habari. Sio watu wengi wanapokea habari kwa wakati huo wetu. Na ndio maana neno la Mungu linapokuja, Mungu anaweza akapanga akuletea habari, na ile habari ni habari itakayokusaidia, lakini inategemea unapokeaje habari. Hebu mwambie jirani yako, inategemea unapokeaje habari. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya huyu binti. Huyu malaika alipomletea habari,
hawakuwa naye. Alipoletea ile salamu, akaikubali ile salamu, akamuuliza malaika, umeniletea habari, lakini hii habari itakuwaje? Hebu mwambie jirani yako, umeniletea habari. Mwambie, lakini je, hii habari itakuwaje? Ni watu wangapi leo wanaletewa habari, alafu ile habari wanaitupilia mbali? Hawaulizi habari ya habari. Kwamba ndio umeniambia, lakini ulichoniambia maana yake ni nini? Hiyo ndio kanisa linakosa. Ndio maana hata leo kwenye sherehe za kumsherehekea Krismasi, wengine wanasherehekea na wengine hawasherehekei, kwa sababu hawapendi kuuliza. Mimi huwa nasema kitu kimoja, hakuna mtu amewahi kumwabudu Mungu akamwambia basi usiniabudu. Hakuna mtu amewahi kumwabudu Mungu akamwambia usimwabudu. Tunaposherehekea habari ya kuzaliwa kwa Yesu, sio tunasherehekea habari ya shetani, sio tunasherehekea habari ya miungu, tunasherehekea habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Sema basi amina kwa jina la Yesu. Na tunaposherehekea, nafikiri na yeye anafurahi pamoja na sisi. Sema basi anafurahi pamoja na sisi. Sasa alipoletewa hiyo habari na malaika, hebu sikiliza vile anavyojibu. Mtu mwenye busara. Hakuna kitu kizuri kama ukijua kutoa habari na ukajua kupokea habari. Hebu mwambie jirani yako, kutoa habari na kupokea habari. Mshike basi mwambie, kutoa habari na kupokea habari. Kwani hata leo nini inaleta mapishano mengi kwenye dunia? Nini inaleta mapishano mengi ndani ya dunia au ndani ya familia? Ni habari zinazotoka, lakini hao wanapokea vibaya. Mwenzako anaweza kukuambia jambo fulani, wewe hujapokea vizuri. Ile habari inaweza ikaleta shida. Ukashangaa watu wasalimiana, ukashangaa watu watembei pamoja. Kisa ni habari tu. Mwambie nako, kisa ni habari tu uliyopokea. Mwambie basi wewe hodari kwenye kutoa habari. Wangapi watajifunza kwa habari ya uhodari wa kutoa habari? Mwambie wewe hodari pia kwenye kupokea habari. Kabla hujahukumu habari, uliza kwa habari ya hicho ulichoambiwa. Huyu mwanamke mpaka Mungu akampitisha mwanawe aje atuokoe. Mimi nahisi alikuwa ni hodari sana. Hebu tuseme wote, alikuwa ni hodari sana. Sema tena, alikuwa ni hodari sana. Mungu akupe huo moyo wa uhodari. Mungu akupe neema ya kumsikiliza mtu. Mungu akupe neema ya kumwelewa mtu. Mungu akupe neema ya kutoa mawazo. Na akupe neema pia kupokea mawazo. Sema amina kwa jina la Yesu. Hebu endelea kidogo, malizia. Uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Yule atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Umeona sio watu wengi wanajibu kwa hekima namna hiyo. Leo ukimfuata binti kama huyu, ukamleta, ukamwambia umebarikiwa, umebarikiwa. Angekuwa ni mtu ambaye hana ufahamu wa kupokea habari na kutoa habari, angebaki tu anasema tu, pepo, toka.
kile toka shindwa kwa jina la Yesu. Bwana tusaidie. Amen. Sasa binti kama huyu angekutana na salamu kama hiyo, kwanza ni binti aliyejilinda, ni binti anayemcha Mungu, ni binti anayemwabudu Mungu. Lakini huyo binti na neema ya Mungu imemjia. Leo ukimwambia umebarikiwa, ndiye angekuwa anapokea hiyo ujumbe kwa wakati huu sasa. Aambiwe utachukua nyumba, utamzaa mtoto mwanamume, atasema sina mume. Huyu ni pepo au nani? Kwa hiyo ni pepo, ni jini, nitazaje? Lakini hekima za Mungu ndani ya yule binti, akamuuliza itakuwaje? Maana sina mume. Maana baya. Mimi sina mzee. Kaja nimeje na kamera. Maana baya. Si amepiga kelele. Alafu alipouliza yule aliyemletea ile habari akamwambia usiogope, maana aliye juu atakufunika. Akisha kufunika, nguvu zake zitatengeneza hicho ninachokuambia. Sema amina kwa jina la Yesu. Zitatengeneza hicho nilichokuambia. Shida ya watu wengi, hawataki kusikiliza mwanzo wa habari na mwisho wa habari. Watu wengi wameharibika, hawasikilizi mwanzo wa habari mpaka mwisho wa habari. Wanasikiliza kahabari kadogo tu, alafu nyuma ya habari, mbele ya habari au katikati ya habari, ili waelimike, ili waelewe zaidi, unakuta wanaacha, alafu wanaacha habari zao nzuri njiani. Mapigile nako usiache habari yako nzuri njiani. Mungu mwenyewe anataka nini habari usidaite mgonjwa. Mwambie ukisikia mtu anakupa habari, mwambie sikiliza mpaka mwisho. Mwambie ndani ya hiyo habari, mwambie utapata maana. Mwambie utapata siri. Sema kwa sauti nitapata siri. Piga kelele amina kwa jina la Yesu. Mariamu aliposikiliza mpaka mwisho, akajua siri iliyoko ndani ya ile habari. Akajua ya kwamba kumbe mimi sina mume, mimi sijaolewa, lakini Mungu ameamua kunipa neema. Sema basi neema. Mwambie hata wokovu nilionaye ni neema. Kwa unafikiri kila mtu amekuja akaja akakaa kama hivi ulivyokaa kama anajifunza hili neno? Kuna mwingine ukimwambia habari ya neno la Mungu haelewi, lakini wewe unaelewa. Hebu mwambie nako sio kila mtu ana neema. Hebu mwambie nako umepata neema. Sema Mungu amenichagua kwetu. Sema amenipa neema. Mwana dinge ukiagidia yanga yemburis. Tena na hadi yemburis yanga ni. Haleluya, haleluya. Hebu mtajira yako ongera mpeta mpe ongera. Ndana hadi ndio ongera. Ndana hadi ongera mimi ndio isobada na Yesu. Ndana ongera sema amina. Hapa sijaona wakipeana ongera, mpe ongera basi. Mwambie ongera kwa neema. Mwambie basi ongera kwa neema. Ndio na dijinga hivyo na mmoja kwa moja ndani. Ongera kwa neema. Sema amina. Mwambie lakini hii neema sikiliza mpaka mwisho. Ili neema iweze kukusaidia. Maana kuna watu wanashindikana kusaidika ndani ya neema kwa sababu wanasikiliza vitu juu juu. Wanaanza kusema shindwa au wanampuuza mtu anayemwambia habari ya jambo ambalo lingemsaidia. Sasa tunaona alikuwa ananiambia nini? Hiyo habari zake haina maana yoyote. Lakini Mariamu, libarikiwe jina la Bwana, alisikiliza mwanzo mpaka mwisho. Alipofika katikati akasema naam, nimekubali, lakini itakuwaje? Malaika akamwambia usiogope. Hata walipokutana na Yusufu yule aliyemposa, wakati tumbo la
kwa siri, lakini kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu, Mungu alisema na Yusufu, akasema naye kwenye ndoto, akamwambia usijaribu kumwacha huyo binti, maana alichonacho sio cha kimwili, ana kitu cha kiroho, ana kitu cha kiroho. Mwambie jirani yako usiogope maadamu umesikiliza habari. Mwambie kama Mungu yuko pamoja na wewe, mwambie wacha wasiwasi, mwambie kama kwa dakika ya mwisho. Usianze kuwaza kwa habari ya watu, usiwaze kwa habari ya mtu atasema nini, maadamu habari ulionaye ni Mungu ndiye amekupa. Hebu mwambie jirani yako usiwaze maadamu habari ulionaye imetoka kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako unasikiaje hivi? Sema basi amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Hebu malizia hilo andiko kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Hebu sema tena takatifu. Tena na hapa isinati. Takatifu. Mwana wa Mungu. Tena tazama. Jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba mtoto wa mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake. Hebu tuseme wote ni wa 6 kwake. Kwa huyu wakati malaika anampa habari, tayari kuna mwingine Elizabeth ambaye neema ya Mungu imemshukia, amembeba mtoto anaitwa Yohana Mbatizaji, ambaye huyu ni mtengeneza njia. Amekuja kwa habari ya toba tu, kwa ajili ya kumtengenezea mwana wa Mungu njia. Sema amina kwa jina la Yesu. Akamwambia huu ni mwezi wa 6, lakini ndani ya tumbo ya Mariamu tayari yeye ni mjamzito. Na mimi nimekuja kukupasha habari, nimekuja kukupasha habari, nimekuletea habari njema, nimekuletea habari njema. Ndio maana leo tunaposherehekea sikukuu za Krismasi, tusherehekee tukiwa na furaha. Mwambie unaposherehekea ukiwa na furaha. Unaweza kukuta wengine hawataka kusherehekea. Maana wengine wanaweza wakasema sikukuu ya Krismasi haina maana yoyote. Lakini sisi hatukuja kuabudu sanamu, tumekuja kumwabudu Yesu aliye hai. Yesu kamkuta mtu tu ana habari yake, nakwambia mimi sitaki sikukuu ya Krismasi kwa sababu Yesu hajazaliwa mwezi wa 12. Muulize amezaliwa mwezi gani basi ili tusherehekee. Mshika basi na kumwambia muulize amezaliwa mwezi gani. Maana sana kama yeye ni mtaalamu asikatae tu basi anyamaze. Maana ukikataa ukinyamaza, kuna wengine wanatamani kumsherehekea, kumfurahia. Sasa ukisema sio mwezi wa 12, leta basi mwezi wako kama ni wa 3. Maana sisi tunatamani kufurahi na mwana wa Mungu. Tunataka kufurahi na mwana wa Mungu. Sema basi amina kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako habari yoyote unayesikia kwa mtu, mwambie akisema hapana, mwambie toa ndio basi. Mshike basi mwambie toa ndio. Kwa mtu mwambie usisherehekee Krismasi mwezi wa 12. Mwambie ni mwezi gani tutakayesherehekea. Bwana msaidie. Maana akisema tusisherehekee na tukanyamaza kimya, sio nzuri. Wenzako tuna mimba ya kusherehekea mwana wa Mungu. Tunahitaji. Sema basi tunahitaji. Si useme amina. Sema baka amina takanda Yesu. Mama sasa kama useme tusisherehekee, tusherehekee nini basi? Tuachia. Kama wewe ni nabii, umesema haifai leo, toa kesho basi. Mwambie nako mwambie atoe kesho. Sasa ukisema tu hamna, na huku kwenye maandiko tunaona kwamba Yesu alizaliwa, kwani tunaposherehekea, kwani tuna miungu yote tunayoweka kwa ajili ya kumsherehekea? Mimi nitafurahi kwa ajili ya Yesu. Sema basi amina. Unajua ukifuatilia watu, kuna watu
akili zao tayari zimeshaharibika. Na mimi ninawaza kwa habari ya kitu kimoja. Tunaposikiliza habari ya mpinga Kristo, ni watu wanayempinga Yesu. Sasa hivi ukijitahidi kufuatilia, kuna wengine ukisema Jumatatu, anakuambia Jumatatu anaabudiwa Mungu fulani. Ukisema Jumanne, wanasema Jumanne anaabudiwa Mungu fulani. Ukisema Jumatano, wanasema Jumatano anaabudiwa Mungu fulani. Ukisema Alhamisi, wanasema Alhamisi anaabudiwa Mungu fulani. Ukisema Ijumaa, wanasema Ijumaa wanaabudu Mungu fulani. Ukisema Jumamosi, wanasema anaabudiwa Mungu fulani. Ukisema Jumapili, wanasema anaabudiwa Mungu fulani. Ni siku ipi basi iliyo salama? Siku iliyo salama muabudu Mungu katika roho peke yake. Hebu mwambie jirani yako, siku iliyo salama ni wewe muabudu Mungu katika roho. Piga makofi, sema amina kwa jina la Yesu. Hiyo ndio siku yetu salama sisi. Lakini tukihangaika kuchunguza habari ya siku, habari ya miaka, siku zinaenda, miezi inaenda, miaka inaenda, lakini mwana wa Mungu yuko pale pale. Na tutamwabudu milele. Tutamwabudu asubuhi, tutamwabudu mchana, tutamwabudu usiku. Sema basi amina. Kaina wabala amina. Kaina amina no jamani amina Yesu. Takana amina. Mwambie tutamwabudu mchana, mwambie asubuhi, usiku, mwambie masaa yote. Kwa wao ukija ukituambia usiabudu usiku, maana mashetani ndio wanaabudu usiku, tutamwabudu. Ukisema usiabudu mchana, maana ni watu fulani ndio wanaabudu, tutaabudu. Ukisema usiabudu asubuhi, maana ni watu fulani wanaabudu, sisi masaa yote tumeweka wakfu kwa ajili ya kumwabudu. Nani uko pamoja na mimi hapa? Mbona napemshike, mwambie siku zote. Sema amina. Ndio maana leo tulipokuwa kwenye mkesha wa Christmas, tukapanda mlimani, tukaomba kwanza, tukarudi, tukaoga, tukaingia ibadani, tukimaliza tena mlimani tunaomba, kesho hivyo hivyo mpaka Yesu arudi. Kwa sisi hatuna siku maalum. Maana sisi hatuna siku maalum. Lakini tukiona watu wanamsherehekea Kristo Yesu, Biblia inasema hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana isipokuwa amewezeshwa na Roho Mtakatifu. Maana basi nako mtu hawezi kusema Yesu ni Bwana mwambie pasipo kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Sasa basi amina kwa jina la Yesu. Wacha sisi tumwabudu. Kama kwa Yohana sura na Yesu na Yesu. Tusimweke Mungu mipaka kwenye kumwabudu. Sema amina. Kwa hiyo habari iliyomjia Mariamu ni habari ambayo ilikuja akasikiliza mpaka mwisho. Watu wengi leo wasikilizi habari mpaka mwisho. Anasikiliza tu kitu fulani, akisikiliza anaenda nacho. Kama amepokea kitu katika hali ya uharibifu, anapeleka tu hivyo hivyo ikiwa inaharibu. Mabegi yanapopeleka habari njema. Sema kwa sauti, peleka habari njema. Sema amina kwa jina la Yesu. Hebu malizia mpaka 38 tuhame hapo Ota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kufanyaje? Kumchukia. Unajua kwa nini hao ndugu zake walikuwa wanamchukia Yusufu wakati anampa ndoto? Kwanza, kitu cha kwanza, hawajajua habari ya hiyo ndoto. Hebu mwambie nako, mtu ambaye hajajua habari ya kitu alichoambiwa, mwambie mara mingi anaweza akawa kikwazo. Ukimwambia mtu jambo lako ambaye hajaelewa, anaweza akawa kikwazo. Bwana msaidie. Hujawahi kumwambia mtu kitu chochote, kitu ambacho ni kizuri kabisa, lakini ukimwambia anasema unajua fulani ana kiburi sana. Hata maneno yake siku hizi anasema amejaa kiburi sana.
sana. Yaani maneno yake hayafai kabisa. Kumbe hicho kitu hajaelewa. Na kwa sababu hajaelewa, anaona kwamba wao hufai. Sasa huyu Yusufu anawahadithia ndugu zake ndoto alizoota. Na ukumbuke hizo ndoto sio Yusufu alijipa. Alipewa. Lakini alipopewa, yeye akawa anawashirikisha kama sehemu ya ndugu, lakini kama sehemu ya furaha pia. Lakini kwa sababu ndugu zao hawakuelewa, hiyo ndoto ikawa ni kikwazo. Ikatengeneza chuki. Kwa sababu ile habari ya ndoto walikuwa hawakuijua. Lakini walipomtendea mabaya, kumtupia shimoni, kumkataa, kumtesa, baadaye huyo Yusufu alikuja kuwasaidia kupitia ile ndoto. Kusema tena kupitia ile ndoto alikuja kuwasaidia. Lakini je, kama walielewa maana ile ndoto? Si wangependa Yusufu, wangesema Mungu ametupa mtu wa maana. Sema tena mtu wa maana. Kama Farao mwenyewe anasema tumpate wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Kama Farao anasema hivyo, kwa nini ndugu zake Yusufu hawakuelewa habari waliopokea? Hawakuelewa. Mabegera nako hawakuelewa hii habari. Hakuna kitu cha baraka kama ukimwambia mtu habari ataelewa. Bidana amina. Akaanza kupata. Ngoja nimshirikisha mtu habari wakati najenga. Akacheka. Anasema nafikiri kujenga ni rahisi. Anacheka kabisa. Eti kuna watu wengine nao sijui akili yao ipoje. Nafikiri kujenga tu ni rahisi. Hadi kuna watu wamejengaga mandulele ameotea nyumba. Akacheka kabisa bure. Kumbe haelewi nimeshaona. Haelewi nimeshaona. Mungu ameshanionyesha kanisa. Haelewi kanisa linakuja zuri la matofali lenye bati nzuri. Yeye anaona kwamba ni ndoto fulani. Hata ukienda kwenye kikao ya watu ukasumuka sema tunataka tufanye hichi na hichi na hichi, kuna wengine wanakuambia wewe wachana na hii mambo kwanza. Hii mambo unayosema sio ya sasa hivi. Labda miaka 20 na kumbe sio miaka 20. Tayari Bwana ameshaachilia. Si useme basi amina. Hakuna kitu kizuri kama mtu anayeona Baba. Hakuna kitu kizuri kama mtu anayetoa ujumbe na huo ujumbe anautoa mwingine akaupokea vizuri kama alivyokuwa anautoa. Mwambie jirani yako kuna maujumbe mengine anakuheshimisha. Ungewahi kumkuta baba anamfunza mtoto wake, lakini mtoto wake hana haja na hayo mafunzo. Akaja ambaye alikuwa anapita njia akasikiliza, akadaka ile akafanyia kazi, ukakuta ule mtoto ametoka, lakini mtoto aliokuwa anafundishwa ambaye alilekwa amebaki hivyo hivyo. Mwambie kwa sababu hajajua kupokea. Sema basi amina kwa nguvu. Fanya hivi kama tuko pamoja kwa jina la Yesu. Sema basi unapotoa, mwambie na unapopokea. Ukipokea vibaya, utakupitia ujumbe unaohusu kuwachonganisha watu. Ukitoa vibaya, kupitia ujumbe unaweza pia ukawachosha watu au ukawachonganisha watu. Lakini ukitoa vizuri, wakapokea vizuri, utapata watu wenye nguvu. Sema tena wenye